walikuwa wana huduma za watoto. Huduma ya kwanza, mtoto wa kwanza alikuwa ni mwombaji. Lakini mtoto wa pili alikuwa ni mwimbaji. Kwa hiyo hawa watoto wote walikuwa na huduma, na kama nilivyotangulia kusema, mtoto wa kwanza alikuwa ni mwombaji, lakini mtoto wa pili alikuwa ni mwimbaji. Lakini pia Bartimayo alikuwa na mke wake. Bartimayo alikuwa na mwanamke. Katika kuteswa alikamatwa na kusafirishwa alisafirishwa kwenye kisiwani kuhukumiwa. Wakati ana mateso yalipoendelea, alikamatwa na hatimaye akasafirishwa kupelekwa katika mji mkuu wa India. Lakini wakati anasafirishwa Bartimayo, ndipo walimsafirisha kwa njia ya kisiwa ili aweze kwenda kuhukumiwa na hatimaye kuteswa. Wakati Bartimayo aliposafirishwa, yeye pamoja na watoto wake pamoja na mke wake, akiwa anaenda kuteswa huko mjini India, tunaona kilichoendelea katikati ya kuteswa au katikati ya kusafirishwa, akiwa katikati ya maskari na ulinzi mkali sana, kusafirishwa kama gaidi na kama mtu mbaya ambaye alikuwa akizungumza habari za Yesu ambaye wao walikuwa hawamtaki, akaonekana kama gaidi. Sasa akakamatwa na kusafirishwa. Wakati anasafirishwa akiwa visiwani, ndipo anatunga wimbo wa tenzi namba 23. Wakati amesafirishwa akiwa katikati ya maskari wanaomsafirisha, amefungwa minyororo pamoja na mikatale, au Biblia inasema mikatale, lakini sisi tunaita pingu. Wakati alipokuwa amefungwa pingu, ndipo anatunga wimbo wa namba ya 23 ambao unasema: nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Huu ni wimbo ambao waga waimbaji tunawimba, ni wimbo wa tenzi. Huu wimbo ulitungwa na Bartimayo wakati anasafirishwa kwenda kwenye mateso. Tunazungumzia historia ya Bartimayo. Kwa hiyo basi, baada ya kutunga wimbo huo na kuimba, aliendelea kusafirishwa. Alipofikishwa, tunaona Bartimayo akipata mateso. Bartimayo alianza kupata mateso baada ya kufikishwa nchini India, na mateso yale yalikuwa yakimtaka amkane Yesu au aache kuhubiri Injili. Lakini katikati ya kuulizwa, yeye aliendelea kukiri kuhubiri Injili, na aliendelea kukiri ya kwamba yeye ataendelea kumtegemea Yesu. Kwa tunaona anaingia kwenye mateso. Lakini kati ya mateso, teso la kwanza ambalo Bartimayo alikutana nalo ilikuwa ni kuvuliwa nguo mbele ya watoto pamoja na mke wake. Baada ya kufikishwa huko, yeye alivuliwa nguo mbele ya watoto wake pamoja na mke wake. Kwa hiyo baada ya kuvuliwa nguo, alipigwa viboko na aliteswa kwa mateso mengi, lakini bado aliendelea kumshikilia Yesu. Kama nilivyoeleza ya kwamba watoto
wake wawili, kila mmoja alikuwa na kipawa chake. Moja